Sijui kama unanielewa. Yupo dada mmoja mume wake alikuwa anasumbua sana. Alipata binti, hatujui alikuwa ni Mwarabu, hatujui ni kitu gani. Alikuwa na ngam, Mwarabu si Mwarabu. Na huyo dada alikuwa akimpigia simu anamwambia, "Tulia dada. Mumeo tena unishukuru mume wako anarudi. Ningekuwa na uwezo asingerudi kabisa, nishukuru anahudumia watoto." Binti akanipiga, "Mama, una dada niambia hivi." Nikamwambia, "Huyo haina haja kumpigia simu. Nina hasira. Acha tuombe." Ninawafundishaga mabinti zangu kuomba. Vita vyetu viko katika ulimwengu wa roho. Tukaingia kwenye maombi. Tulifunga siku 7. Nyie shetani. Jumamosi, yule binti aliona message Alhamisi kwamba mwanamume anamwambia yule mwanamke kwamba Jumamosi twende hotelini. Hapa nyumbani nitaaga, nina kikao. Tutarudi Jumatatu. Kwa kawaida alikuwa akiona zile message anawaka. Lakini nikamwambia usiseme chochote, nyamaza. Ijumaa, mama naambia tulia. Jumamosi asubuhi kaamka, mwanaume ndo anaandaa nguo. Nikamwambia, "Maidia, wakati anaoga chukua hilo shati, piga magoti." Akachukua shati, akaweka, tukaanza, "Baba tunatuma moto." We prayed. Tukaweka zile nguo kitandani. Nikamwambia, "Toka." Yeye baba akaja akazivaa. Akanipiga, "Mama ndo anawasha gari." Nikamwambia, "Muache." Alipoondoka yule baba, yule binti alinilaani sana. "Mama." Nikamwambia, "Piga magoti tuombe. Shika hicho kitanda chako. Tukiri neno la Mungu umesema ndoa na iheshimiwe na watu wote na maradhi yawe safi." Nikamwambia, "Baba onekana." Unajua nikwambie kitu kimoja, Mungu namna unavomchukulia ndivyo atakavyoonekana kwako. Namna unavomtambua ndivyo atakavyoonekana kwako. Ukimwona anaweza atakutendea. Ukimwona ana nguvu atafanya. Tukamwambia, "Baba tunakuamini, fanya kitu." Nisikize kilichotokea. Baadaye tukaomba, nikakata simu. Siku yangu ilikuwa imeharibika. Baada ya masaa 3, binti akawa nipigia simu na mimi nikawa nimeweka simu mbali. Akatuma message. Akasema, "Mama, mume wangu amerudi hapa anatapika. Hapa tunaenda hospitali." Kwa nimekuja kuona message kama masaa mangapi. "Mama anatapika." Nikamwambia, "Imekuwaje?" Akasema, "Nimeshika simu yake. Yule mwanamke anamwambia, kweli wewe kusema mimi nanuka." Inaonekana yule baba alipofika kwa ule dada, Roho Mtakatifu aliachilia harufu mbaya. Haraboshatarabasa. Sijui unamwamini Mungu kwa kipi. Hajashindwa kutuma harufu. Sio kama mnanielewa. Yule baba, ninavozungumza hivi, yule baba anarudi nyumbani kwake saa 12. Anasema wanawake wananuka. Akikutana na wanawake anafunga hivi, anasema na anatapika kweli. Na tukasema uko kutapika kuendelee kwa jina la Yesu.